Si eti kwamba Paulo na Yesu wanagongana, hapana. Ni kwamba wewe ndio hujamuelewa Yesu Kristo. Makosa hayako kwa Paulo, hapana. Makosa yako kwako wewe, sio kwa kumuelewa Paulo vibaya, lakini ni kwa kutokumuelewa Yesu Kristo. So tatizo lako ni hapa kwa Yesu Kristo, ndio kuna shida. Lakini kuanzia katika video hii naenda kukuchanganulia na kukuonyesha ya kwamba Paulo na Yesu wanaongea kitu kimoja. Ni vile tu wewe ndio hutaki kuwa makini, ama you don't want to pay attention. Okay? Sasa ukitazama kwa juu unaweza gundua ya kwamba, unaweza kufikiria ya kwamba Paulo na Yesu wanagongana. Kwa mfano, Yesu Kristo anasema katika Mathayo 23:23 ya kwamba anaambia Mafarisayo, mmeacha mambo ya adili, mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili, rehema na imani. Sasa Yesu anasema ya kwamba Mafarisayo wameacha mambo makuu ya sheria. Katika hayo mambo makuu anayoyataja, anataja imani. Paulo anapokuja katika Wagalatia 3:12 anasema Torati haikuja kwa imani, akimaanisha sheria. Sheria haikuja kwa imani. Huku Yesu amesema ya kwamba Mafarisayo wameacha mambo ya makuu ya sheria, yaani imani. Paulo anasema sheria ama Torati haikuja kwa imani. Ina sound like a contradiction. Okay? Yesu anatahiriwa siku ya 8. Paulo anapokuja anasema kutahiriwa si chochote. Okay? Yesu anaponya mtu ukoma, alafu anamwambia enenda kwa kuhani ukalipe jinsi Musa alivyokuagiza. Kumaanisha ana acknowledge, anautambua ukuhani wa Walawi. Paulo anapokuja anasema ya kwamba ukuhani umebadilika, na kwa sababu ukuhani umebadilika, sheria nazo hazina budi kubadilika. Okay? Napata katika Mathayo 5:17 Yesu Kristo anasema ya kwamba sikuja kutangua Torati. Paulo anasema katika Warumi ya kwamba Yesu ni mwisho wa sheria. So haya na mambo mengi sana ambayo watu wengi wanaposoma vitabu vile vya Paulo na wakiunganisha na vile vitabu ambavyo vimeandikiwa habari za maisha ya Yesu ambayo ni Mathayo, Luka, Marko na Yohana, huwa wanaona ya kwamba ni kama Paulo alipingana na Yesu. Lakini niko hapa kukusaidia ili uweze kuona ya kwamba hawa walikuwa wanaongea jambo moja. So nitakuwa nikitoa videos za kuweza kuchanganua zaidi kuhusu haya mambo. Ila kwa leo tutaanza na hiyo hoja moja ambayo ni kuhusu imani. Ukisoma Mathayo 23:23, Yesu Kristo anaongea hivi, akiongea na watu wa Mafarisayo, anasema ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria. Mambo makuu ya sheria, yaani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiyaache. Sasa Yesu akiongea anasema ya kwamba kuna mambo makuu ya sheria, akimaanisha Torati. Kuna mambo makuu ya sheria, yani adili, rehema na imani. Justice, mercy and faith. Okay? Paulo anapokuja katika kitabu cha Wagalatia 3:12, Paulo anasema ya kwamba Torati haikuja kwa imani. The law is not of faith. Sasa wapendwa, wengi wanapoona hivyo huwa wanaona Paul anaongea kitu ambacho sio sahihi, ama anaenda kinyume, he is contradicting Jesus. Lakini the truth of the matter ni kile alichokiongea Paulo wewe umekielewa vizuri, lakini kile alichokiongea Yesu
ndio wewe hujakielewa. Sasa makosa sio upande wa Paulo, makosa yako kwa kumsikiliza Yesu Kristo. Sasa nitaenda kuchanganua haya mambo kwa taratibu ili uweze kuyapata. Naomba uchukue kalamu na kitabu ili uweze kuelewa yale ambayo Yesu anayaongea na yale ambayo Paulo anayachanganua zaidi. Sasa katika hizo verse ambazo tumezisoma, Yesu anasema ya kwamba mojawapo ya mambo makuu ya sheria ni imani. So imani ni jambo kubwa. It is one of the weightier matters of the law. Okay? Sasa ili kuweza kuelewa haya mambo na uweze kuona ya kwamba Paulo na Yesu hawagongani, tutaanzia hapa. Katika John 1:17, katika John 1:17, Biblia inasema hivi. Biblia inasema ya kwamba kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu. Kwa hivyo Bible inatuambia ya kwamba torati, yaani sheria, ilikuja na Musa ama kwa mkono wa Musa. Okay? Torati ilikuja kwa mkono wa Musa. Sasa imani ambayo tumeiona ya kwamba ni mojawapo ya mambo makuu ya sheria, imani huja kwa neno la Kristo. Imani huja kwa neno la Kristo. Sasa hii inamaanisha ya kwamba ili mtu ahesabiwe kuwa na imani, inamaanisha ya kwamba alisikia neno la Kristo. Sasa wakati Yesu anaposema ya kwamba mambo makuu ya sheria mojawapo ni imani, anajaribu kusema katika hiyo sheria kuna mambo kumhusu yeye mwenyewe, kwa sababu imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Hii inamaanisha ya kwamba hiyo sheria, hiyo torati inaongea mambo, inaongea neno la Kristo. Na ndio maana katika kitabu cha Yohana 5 mstari wa 45 hadi 47, Yesu Kristo anawaambia Mafarisayo ya kwamba Musa aliandika habari zake. Musa aliandika mambo kumhusu yeye. Hii inamaanisha ya kwamba wakati mtu anaposoma torati, anafaa aone mambo kumhusu yeye. Sasa imani huja kwa kusikia mambo kumhusu Yesu Kristo. Hii inamaanisha ya kwamba torati iliongea mambo kumhusu Yesu Kristo. Pay attention. Ukisoma kitabu cha Waebrania 3:5, Biblia inasema ya kwamba uaminifu wa Musa ili aweze kuwa mtumishi mwaminifu katika nyumba ya Bwana, alikuwa akishuhudia mambo yatakayofunuliwa baadaye. Hii inamaanisha ya kwamba wakati Musa alikuwa akiandika zile sheria, ile torati, yeye alikuwa anaandika habari za mambo yatakayokuja baadaye, yatakayonenwa baadaye. Hayo mambo yatakayokuja baadaye ni habari za Yesu Kristo. Kwa hivyo ili Musa aweze kusalia kuwa mtumishi kamili mwaminifu wa Mungu, yeye alishuhudia habari za mambo yatakayokuja baadaye. Kwa nini? Kwa sababu katika Petro wa kwanza 1:10 na 11, Biblia inasema ya kwamba manabii wote walikuwa na Roho wa Kristo ambaye alikuwa akishuhudia mateso ya Kristo na utukufu utakaofunuliwa. Sasa hii inamaanisha Musa kama nabii, yeye pia ili aweze kusalia mwaminifu katika nyumba ya Mungu, aliandika habari za mateso ya Kristo na utukufu utakaofunuliwa baadaye. Kwa hivyo Musa alikuwa anaandika habari za Kristo.
Okay? Sasa hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha ya kwamba Musa alikuwa anashuhudia kumhusu Yesu. He was testifying of Christ. Na Bible inatuambia vizuri katika kitabu cha Ufunuo ya kwamba ushuhuda wa Kristo ndiyo roho ya unabii. Ushuhuda wa Kristo ndiyo roho ya unabii. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa pili 1:20, Biblia inakuambia ya kwamba yale mambo yote yalikuwa yanaahidiwa na Mungu katika Kristo ni ndio na tena ni amina. Kwa hivyo yale mambo yote ambayo yalikuwa yanashuhudiwa yote yanafit kwa huyu mtu mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hivyo manabii wote walikuwa wanaongelea huyu mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Sasa mambo kumhusu Yesu Kristo ndio yanazalisha imani. Sasa Torati inashuhudia Yesu Kristo. Okay? Musa aliandika habari za Yesu Kristo. Pastor? Musa aliandika habari za Yesu Kristo. Sasa kuna kitu ambacho kinaongelelewa na Paulo, ambapo Paulo anasema katika Wagalatia 3:12 ya kwamba Torati haikuja kwa imani. Huku tumeona ya kwamba Torati inazaa imani kwa sababu Torati inashuhudia habari za Kristo. Sasa hapa ndio nataka pay attention. Katika ile Torati ya Musa, pay attention. Nataka uwe makini. Nataka akili zako ziwe hapa ili uweze kuelewa kuhusu habari za Torati. Nataka uelewe. Wakati Torati inaposhuhudia habari kumhusu Kristo, wakati Torati unapoisoma, ikiwa inakuelezea habari kumhusu Yesu Kristo, hii inamaanisha ya kwamba haikupei kitu cha kufanya. Yes, you got me right. Wakati Torati ya Musa inapokushuhudia ama inapoelezea habari za Kristo, ujue haikupei maagizo ya mambo ya kuyatenda. So hii inamaanisha wakati Torati itakuwa inaongea habari za Kristo, itakuwa haikupatii kazi za kufanya. Kwa mfano, nitatoa mfano ambao unajulikana na watu wote ambao it is undisputed, kwa sababu kuna mengine wengi wana dispute. Wacha niende kwa habari za uchinjaji, the sacrificial law. Sasa ukisoma kitabu cha Mambo ya Walawi 16 inaelezea hayo mambo ya uchinjaji kwa ajili ya ondoleo la dhambi, kwamba mwanakondoo ataletwa, atapewa kuhani atachinja, atachukua dhambi, atachukua damu, ataingia nayo patakatifu pa patakatifu. Sasa haya maagizo wakati utakuwa ukiyasoma, alafu uwe unayachanganua na kuelezea habari za Kristo, hii inamaanisha ya kwamba utakuwa huyatendi, utakuwa huchukui mnyama na kuchinja, bali utakuwa unaelewa ama unapata information kumhusu Yesu Kristo ambazo zipo katika hayo maagizo katika Mambo ya Walawi. Understand me? Na maanisha hiki ya kwamba wakati ile Torati itakuwa inaongea mambo kumhusu Yesu Kristo, wakati itakuwa inakuelezea ya kwamba hivi ndio Yesu atakavyochinjwa, ya kwamba Yesu atapanda madhabahuni kama mwana kondoo, yeye ndiye kuhani,
na atasababisha ondoleo la dhambi. Wakati itakuwa inachanganua hivyo, hii inamaanisha itakuwa haikuelezei ya kwamba wewe nenda ukatengeneze madhabahu na uchinje. Itakuwa haikuelezei in that direction. So itakuwa inakupeleka ya kwamba utasikia alafu utaamini. Hautasikia alafu utende, uanze kushughulika. Hapana, utasikia alafu utaamini. Sasa kule kusikia kunakotokana na imani, wakati unatekeleza hayo, hiyo inamaanisha ya kwamba wewe hautendi. So when the hearing of faith is loud, the works are silent. Get it right. When the hearing of faith, when the testimony of Christ is loud, the works of the law are silent. Kumaanisha hautatenda. Got me right? Sawa? Sasa ikiwa hautendi, hii inamaanisha ya kwamba unapata imani kwa sababu umesikia neno la Kristo, na kule kusikia kunakotokana na imani ndio kunazaa wokovu. Lakini ile sheria unaweza kuchagua kuitenda. Kwa mfano, imesema lete mnyama kuhani aingie nayo patakatifu pa patakatifu, na kweli unaleta mwanakondoo, unatengeneza madhabahu, mnyama anachinjwa, kuhani anabeba, anaingia. Wakati utakuwa unatenda yale matendo, hapo ujue imani iko silent. Hapo hakuna imani, kwa sababu hapo itakuwa haishuhudii kuhusu Yesu. Itakuwa haiongei habari za Yesu, itakuwa inaongea habari za mnyama na kuhani wa Kilawi. Lakini wakati itanyamaza, wakati itakuwa haitaji kuhani wa Kilawi, haitaji mnyama, haitaji yale madhabahu, bali inataja Kristo, basi pale matendo yako silent. So ni vice versa. I think unanielewa kwamba wakati ushuhuda wa Kristo unaposikiwa katika sheria, matendo yamenyamaza. Na wakati matendo yanatekelezwa, matendo ya sheria yanatekelezwa, ushuhuda kuhusu Kristo umenyamaza. Sasa ndio maana Paulo anasema vizuri ya kwamba Torati haikuja kwa imani. Anasema hivyo kwa maana gani? Torati unapoamua kuitenda, ujue haiwezi kukusaidia katika kupata imani. Katika kitabu cha Warumi, nitatoa mfano. Katika kitabu cha Warumi 3:21 hadi 23, Biblia inaongea kuhusu imani, kuhusu haki ya Mungu ambayo inapatikana kwa njia ya imani. Na Biblia inasema vizuri ya kwamba inadhihirika pasipo sheria. Inadhihirika pasipo sheria. Hii inamaanisha hauhitaji tendo lolote la sheria ili uweze kufanya nini? Kuweza kupata hiyo imani. Wala unapoenda kwa utaratibu wa kuitenda sheria, hautopata imani, kwa sababu imani huja kwa kusikia neno la Kristo. So ni lazima hii sheria ikuongeleshe habari za Kristo. Wakati itakuwa inanena habari za Kristo, inamaanisha itakuwa haikuambii utende. Sasa kama haikuambii utende, hii inamaanisha unasikia na kuamini. That's why unapata katika kitabu cha Wagalatia Paulo akiwaambia Wagalatia ya kwamba, je, mlipokea roho kwa kusikia kunakotokana na imani au kwa matendo ya sheria? So hii inamaanisha kwa matendo ya sheria huwezi kupokea roho, lakini kwa kusikia kunakotokana na imani, wakati ule ushuhuda wa Kristo utakuwa unazungumziwa katika sheria, basi hapo unaweza kupata imani. Understand me? Sasa katika Warumi 3:21 imeeleza vizuri. Ukiweza kuelewa hiyo verse,
utaweza kuelewa kile kitu ambacho ninakisema, kwa sababu inasema sasa basi haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, lakini inashuhudiwa na Torati. Maana yake inashuhudiwa na sheria. So imedhihirika pasipo sheria, lakini sheria inaishuhudia. Ushuhuda maana yake ni nini? Inaongea mambo kuhusu. Testifying, inaongea mambo kuhusu. Sasa sheria inaongea mambo kuhusu haki ya Mungu, the righteousness of God, ambayo inatokana kwa njia ya imani, na imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Sasa hii inamaanisha ya kwamba hii haki ya Mungu inapatikana sio kwa matendo, bali ni kwamba sheria inaishuhudia. Pastor. Sasa hiyo ndiyo tofauti ya kile Paulo anakiongea kwamba imani haikuja kwa matendo, Torati haikuja kwa imani, wakati Yesu anasema ya kwamba mambo makuu ya imani, mambo makuu ya sheria mojawapo ni imani. Asanteni na Mungu awabariki.